Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Bila shaka hujambo msikilizaji. Leo ni Ijumaa, Juni 27, 2025 na kukaribisha katika matangazo ya moja kwa moja ya Amka na BBC. Mimi ni David Inkia. Katika Amka na BBC asubuhi hii, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei amesema Marekani haijapata mafanikio yoyote kwenye shambulizi lake dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran. Tume ya kitaifa ya kutetea haki za binadamu nchini Kenya kuchunguza ghasia zilizoibuka na kusababisha vifo katika maandamano ya kitaifa yaliyofanyika Jumatano. Kuna maafisa wetu ambao tayari washatumwa kwenda pale kuchunguza, na wakati tunapodhibitisha kwamba ni kweli ilifanyika ama yawe tu ni madai, pengine watu wanataka kufanya mzaha, tutaweza kuelezea. Na katika gumzo leo hii tunaangazia kuvunjwa rasmi kwa bunge la Tanzania kupisha uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu. Lakini je, lilikuwa ni bunge la aina gani? Ni bunge ambalo limeacha maswali mengi kwa kiwango fulani, likionekana ni bunge la upande mmoja ambalo uhalali wake umehojiwa sana kuliko bunge lolote lingine tangu kuanza kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 95. Tuna mengi tuliokuandalia msikilizaji pale ulipo, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu ukisoma kwako na Jamhuri mwa Vyombo. Karibu mwa Vyombo. Shukran Kia na karibu msikilizaji. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Pete Hegseth ameyaita mashambulio yao ya hivi majuzi dhidi ya Iran kuwa ya kihistoria kwa jinsi yalivyoharibu miradi ya kinyuklia ya Iran. Naye waziri wa mambo ya nje wa Iran Bwana Abbas Araghchi pia amekubali uharibifu mkubwa umefanyika, lakini amekana kuwa wamekubaliana na Rais Trump kwamba wiki ijayo watashiriki majadiliano kuhusu vile watakavyoachana na miradi ya kinyuklia. Wizara ya afya ya Hamas imesema takriban watu 40 wameuawa katika maeneo kadhaa wakati wa mashambulio ya Israeli hapo usiku. Shambulio mojawapo liliua Wapalestina 18 waliokuwa katika soko moja la katikati mwa Gaza. Bwana huyo anaeleza jinsi alivyopokea habari za kuuawa kwa dadake na wanawe. Nilishangazwa na simu moja niliyopokea. Niliambiwa dadangu na wanawe wameuawa kutokana na shambulio la Israel lililolenga shule yao. Sikuamini nilichokuwa nakisikia. Hima nilielekea hospitali ya Shifa, ndiko nilikoona miili yao. Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo wanatarajiwa kutia saini makubaliano ya amani ya kumaliza mgogoro wa muda mrefu baina yao. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, wahusika wote wanatarajia kufaidika na biashara na uwekezaji hasa katika sekta ya madini. Ive Buchana anayo maelezo zaidi. Wajumbe wa nchi mbili wakiongozwa na mawaziri wa nchi za nje Olivier Nduhungirehe upande wa Rwanda na Therese Kaikwamba Wagner wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wako mjini Washington tayari kwa utiaji saini makubaliano hayo yaliyofikiwa chini ya upatanishi wa Marekani. Kwa mjibu wa shirika la habari la Reuters, ujumbe wa Kongo umeachana na masharti ya kutaka Rwanda kuondoa majeshi yake mara moja mashariki mwa Kongo na hivyo kufungua njia ya kutiwa saini makubaliano ya amani chini ya upatanishi wa Marekani. Imedaiwa kuwa Rwanda imetuma takriban wanajeshi 7,000 mashariki mwa Kongo kuunga mkono waasi wa M23, madai ambayo Rwanda imekuwa ikikanusha ikisema inajilinda. Na rais wa Nigeria Bola Tinubu leo ameweka saini mswada wa fedha wenye lengo la kupunguza pakubwa kodi inayotozwa raia wa nchi hiyo. Iwapo utakuwa sheria rasmi, wale wenye kipato cha chini hawatatozwa kodi kamwe, jambo lilopokelewa kwa furaha kuu. Hii ni BBC. Na muktasari wa habari za dunia umesoma kwako na Jamhuri mwa Vyombo. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia moja kwa moja kwenye FM, redio ya shirika na internet katika bbcswahili.com. Vilevile unaweza kutusikiliza moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili, na ukaacha ujumbe, tukipata nafasi nitausoma moja kwa moja. Ukiwa Tanzania tutegee sikio kupitia CGFM. Zanzibar ni Zenj FM. Iwapo upo pale Kenya tufuatilie kupitia Pamoja FM, na ukiwa
pale nchini Uganda ni Voice of Karamoja, na ukiwa nchini DRC ni Radio Beni ya pale, ama Radio Muungano Beni. Asubuhi ya leo upo nami David Nkia, karibia. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesisitiza kwamba Marekani haijapata mafanikio yoyote kwenye shambulizi lake dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran. Amesema kwamba hakukuwa na athari zozote dhidi ya mpango wake wa nyuklia, kama anavyoarifu hapa Leonard Mubali. Katika hotuba yake ya kwanza kwa umma tangu kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano na Israel siku ya Jumanne na kuonekana kwa mara ya kwanza kwa umma, Ayatollah amesema mashambulizi hayo hayakufanikisha lolote la maana kwa lengo la kutatiza mpango wa nyuklia wa Iran, na kuelezea ulipizaji kisasi dhidi ya kituo cha anga cha Marekani huko Qatar kama pigo zito. Hatua hii imekuja kutokana na kauli ya Washington kudai kwamba shambulio hilo lilikuwa na mafanikio makubwa katika kudhoofisha mpango wa nyuklia wa Iran. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth alisema taarifa za kijasusi zilizokusanywa na Marekani na Israel zilionyesha kuwa operesheni hiyo iliharibu kwa kiasi kikubwa mpango huo wa nyuklia na kuurudisha nyuma kwa miaka kadhaa, madai ambayo Ayatollah ametupilia mbali. Naye Rais wa Marekani Donald Trump awali alikaririwa kidai kuwa mashambulizi dhidi ya maeneo matatu muhimu ya nyuklia ndani ya Iran yamefuta kabisa mpango wa Iran, madai ambayo kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei nayo ameyapuuza. Khamenei, ambaye alikuwa haonekane hadharani tangu mzozo wa moja kwa moja kati ya Iran na Israel ulipozuka Juni 13, alitoa hotuba yake kwa njia ya televisheni siku ya Alhamisi asubuhi na kuhitimisha ukimya wa juma zima kwa umma. Mamlaka ya Iran haikufichua alikokuwa akizungumzia siku ya Alhamis, ingawa afisa mkuu alikiri kwamba alikuwa mahala salama kabisa na kusikojulikana kwa urahisi. Ni Leonard Mubali. Wakati hali ya utulivu ikiwa imerejea nchini Kenya na ulinzi kuimarishwa, tume ya kitaifa kutetea haki za binadamu nchini humo inaendelea na uchunguzi wake kuhusiana na ghasia zilizoibuka na kusababisha vifo katika maandamano ya Jumatano. Mkurugenzi msaidizi wa tume hiyo Lucas Kimathi amesema maafisa wapo katika sehemu mbalimbali ikiwemo kwenye hospitali kwa ajili ya uchunguzi. Watu 16 wameuawa na wengine zaidi ya 400 ikiwemo polisi kujeruhiwa katika maandamano hayo. Halima Nyanza amezungumza naye na kuanza kumuuliza pia kuhusiana na taarifa za kuwepo kwa miili mingine ya watu iliyogunduliwa katika duka moja Nairobi. Kwa sasa hivi ni madai tu, tumepata hiyo taarifa na kuna maafisa wetu ambao tayari washatumwa kwenda pale kuchunguza, na wakati tunapodhibitisha kwamba ni kweli ilifanyika ama yawe tu ni madai, pengine watu wanataka kufanya mzaha, pia wakati tutakuwa tunatoa taarifa yetu nyingine tutaweza kuelezea. Baadhi ya waliouawa na polisi hawakuwa washiriki wa maandamano. Taarifa hizo mnazo nyie? Ni kweli kwamba kwa hizo taarifa ambazo tumeweza kuandikisha kwamba kuna watu ambao walikuwa wanafanya biashara zao, wengine walikuwa wanatoka ama kuenda kazini na wakaweza kupatana na risasi na wakapoteza uhai. Kwa hivyo ni kweli. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Kipchumba Murkomen ameelezea kwamba maandamano yaliyofanyika siku ya Jumatano kama jaribio la mapinduzi lililofeli. Unazungumziaje kauli yake hiyo? Tumepata hiyo taarifa, lakini sidhani hiyo ni ya kweli, sababu tuna idara ya ujasusi na kama ni watu ambao walikuwa wanapanga kugeuza serikali, tunatarajia serikali yenyewe ingejua mapema. Amesema pia hao vijana wengine baadhi yao walikuwa wamelipwa kwenda kufanya maandamano. Pia tuna idara ya polisi ya ujasusi, wangekuwa tayari wameshashika hao watu wenye ambao walikuwa wanatoa fedha, wenye walikuwa wanapanga njama ya kugeuza serikali. Na sisi kama tume ya kutetea haki, ile jambo ambalo tunaangazia zaidi ni kwamba badala ya serikali kutumia maneno makali sana, inafaa wajiulize au vijana mamia ya maelfu ambao vijana wanaenda kwa streets kufanya maandamano, mbona wasisikizwe lile jambo ambalo wanasema? Kwa hivyo lile jambo la maana, baada waziri na wale viongozi wengine serikalini, inafaa wajiulize kama nusu ya inji walijitokeza kufanya maandamano, si kwanza wasikizwe au Wakenya, nusu ya Wakenya ambao walikuwa kwa maandamano wanataka kusema nini? Shida yao ni nini? Malalamishi yao ni yapi? Katika taarifa yake aliyoitoa amepongeza pia jeshi la polisi kwa juhudi ambazo walichukua